Hello guys, hello Tanzania, hello everybody. How are you? Karibu katika Pull Up. Leo ni siku nyingine, siku kubwa nzuri. Afya ndio kila kitu. Furaha yetu tunapoona mtazamaji wetu unaendelea vizuri, uko poa, maisha ni good, mambo yanakwenda kama mpango. Wale ambao tunaendelea na mfungo, basi Mungu aendelee kutusaidia na niwakaribishe katika Pull Up. Hii ni Rabi TV. My name is MC Mira Studio. Tuko na mgeni na utafahamu mambo mengi mazuri kutoka kwake. Wakati mapumziko kidogo tukirudi, tutafahamu nini kinaendelea hapa leo. Mgeni yuko hapa ana mambo mengi. Unamfuatilia tu kwenye TV, unamfuatilia kwenye YouTube, lakini ufahamu ni nani, ana mambo gani, kaja na nini, mambo gani ambayo yuko nayo mpaka amefika hapa nyumbani Rabi TV. Kwa hivyo mgeni mtazamaji anatamani kujua ni nani na uko hapa una jambo gani jipya. Okay, so brothers and sisters, mwana mbele yenu hapa msanii wa kizazi kipya nakwenda kwa jina la Masaki TV. So niko hapa kwa ajili ya kuambia kwamba kuna mengi sana yanakuja kutoka kwangu. Ukitakiwa kunifuatilia, so pale YouTube natumia jina la Masaki TV, Instagram Masaki_TV, Facebook Masaki TV, TikTok Masaki_TV. So ukifanya hivyo utapata vitu vizuri sana kutoka kwa Masaki TV. So nakushauri kwamba usione vivu kusearch hilo jina na kuweza kuiweka katika system yako ya kupata taarifa zote zinazohusiana na mimi na Masaki TV. Leo ni Masaki TV. Na mtazamaji anaweza kusema Masaki mimi kajua bonge la dude hivi, yaani bonge la dude. Akamulizaga nikadogo tena mambo yake ni hivi bonge ya mama. Mpe mtazamaji live ajione na Masaki ambayo namfuatilia Instagram. Mpe live mini studio tuko na bonge la mtu na nipe buruda. Wenye raha na shida usinitembele utapata tomorrow my Valentine. Siamini kama niko na wewe, hata kama nikiwa naumwa, iba yangu ninapataga kwako mama love. Nanasake tena Fringe gonga Friends of me baby nipe buruda Wonyera na shida Tushindie tembere Tutapata tomorrow You my Valentine. Siamini kama niko na wewe, hata kama nikiwa naumwa, tiba yangu minapataga kwako. Oh mama love you, give me mama show, love you, I love you mama lolo. Niko razi wanikiliwa niwe, lakini wakuachewe salama. Niko lazima nitekwe na watu, oh mama wale wasiojulikana, ili wakuache hulu. Mama uko hapa, moyo wangu uko hapa, unadunda kwa hapa, unadunda kwa hapa moyo. Uturize, usiwasi, uturize, unaogopa, uturize, usiwasi, uturize, umevusha choka, uturize, unataka kutulia, uturize, unataka kubembele, uturize, unataka kutulia, uturize. Watakuja na mandinga, watakuja na madorari, watakuja na iPhone toleo jipya. Baby please usikubali, si unajua wendo bavu wangu wa kushoto, na moyo wangu ndio ulipo huko. Ukinitoka wewe sina kitu duniani, lazima tu nitakutwa na kifo. Najua hawapendi kuniona nina spendi, na mtoto mzuri cute, mtoto African beauty. Mama uko hapa, moyo wangu uko hapa, unadunda kwa hapa, unadunda kwa hapa moyo. Uturize, usiwasi, uturize, unaogopa, uturize, usiwasi, uturize, umevusha choka, uturize, unataka kutulia, uturize, unataka kubembele, uturize, unataka kutulia, uturize.
hii ni utulize, ni wimbo fulani kama umesema kwenye upande wa mapenzi sana sana. Na unaonekana pale umezungumzia mambo hasa ya tamaa. Oya mwanangu, hapa leo tembee, lakini tulia, kesho kile unachokitaka utakipata. Watakuja na iPhone, watakuja na gari yao mikubwa, watakataka kutoa miauti ya maana, lakini wewe tuliza boy. Na labda hapo unaweza kumwambia mtazamaji, ushaikuwa na mahusiano ambayo yakakupelekea mkashana kwa sababu labda Mrs. Fire atiskari ilitamani mambo fulani kwa maisha, itamani wewe ukahuna kwa wakati huo, au nitee utulivu umetokana na situation ambayo nishaipitia before, kwa ambaye nikipenda waga na kuaga niko deep in love, unaga mambo mengi waga na nyokaga. So kuna matukio lazima yalikuwa ananikutaga nilikuwa na mahusiano unajua kwamba unaweza kuwa na mahusiano afu ukawazia mema, lakini ile neno wazia mema kuna vitu vingine anaona kwamba kwa anashindwa kuwa mvumilivu hivyo kwa nini sasa yani show mimi pole jamani pole anyways. Na ni mtu ambaye kama una huruma fulani hivi, yani unaimba una huruma sana hivi, kitokea kiskari kwa sababu mwanangu basi wapi aishe tunaweza kuendelea vipi hapa, au ushamufoni niwaga ni mtu kutoa one chance. Ikiwa ni kwamba nimekupa nafasi alafu ukashindwa kuitumia vizuri kwa kuangalia kwamba sina au kwamba kuna vitu vipati kutoka kwangu, hata kama kesho nikiwa navyo siwezi kukupa nafasi ya kurudi kwangu. Kwa sababu unajua maisha hayana fomu. Nitapata kesho nitakosa, yatakuwa ni yale yale. Kwa hiyo utakuwa kufanya mambo kusamiana na kurudiana. Msamaha 7 mara 70. 7 mara 70 ni msemo naweza kusema ni wahenga, lakini tukija kwenye reality life utakuwa ni mtu wa kuumizwa sana kama utakuwa ni kusamia 7 mara 70. Ukweli ni kwamba msamaha unakuwa ni mara moja. Msamaha ni mara moja. Baadaye tuko mwishoni tukiongea ngoma zetu, utawapa ushauri watu ambao wanakuwa na papara sana maisha. Na hii nimeiona hata kwenye muziki wa kibongo bongo. Mwingine anaanza chini lakini anatamani gasa tu awe mtu fulani. Najua kama nyuma kuna kuhaso. Na nimesikia mara nyingi kwamba watu mwingine anatamani hata akiambiwa mkiri hapa uwe na jina. Mtu chapu anafanya ili kwamba awe na jina, awe mkubwa. Hii hapo ikoje? Wewe ndio wale watu ambao hawataki tamaa, au watu wanaambia mwanangu mkiri mtu fulani, alafu upande chapu. Hii hapo ikoje? Hao ni masuala ya utafutaji, wanasema nikiongelea masuala ya tamaa. Unajua vijana wengi sana hatakaga njia fupi. Hatakaga mzunguko, lakini pia tukija kwenye wasilia kwamba njia fupi ina madhara yake pia. Sawa, lakini njia ndefu ina faida yake, kwa sababu utachelewa kupata, lakini utakipata utakitumia kwa uhuru. Hakuna masharti, hakuna kitu ambacho kitakufanya ujutie kupata, tofauti na ukipata kwa njia fupi. Ukipata kwa njia fupi pia kuna masharti, kwa sababu unakwenda kwa mganga lazima akupe masharti. Sasa mwisho wa siku yale masharti yanakuwa ni majuto kwa kile kitu ambacho ukipata kutokana na masharti. Majibu fulani yanamsisimua mpaka mtazamaji. Mtazamaji akitazama kama hapa tunakutana na kitu kingine. Yaani leo hadi leo ina bonge la mgeni. Kitu kingine ambacho natamani kujua, changamoto ni nyingi sana katika safari ya utafutaji. Na hakuna mtu kama nilivyotangulia kuzungumza before, hakuna mtu ambaye amelala tu akaamka ibonge ya saa. Kila mtu akikupa mazingira yake, naona kabisa namna gani ambapo mtu amehaso. Hapo ndio unakutana na changamoto gani? Wanasema kwamba sasa muziki ni mgumu sana, kwa sababu wanaoimba ni wengi. Yaani hii ndio kama imeingiliwa. Kuna wengine wanaimba kwa sababu kitu kwa moyoni, wengine wanaimba tu kwa sababu ya pesa, anao pesa kwenda kutoa ngoma. Wengine wanaimba kwa sababu biashara zaidi. Sasa kwako wewe, changamoto gani ambazo unapambana nazo ili kufikisha muziki wako mbele? Kabla ya yote, changamoto ya kwanza ni masuala ya pesa. Kwa sababu pesa ndio itafanya mimi niweze kwenda studio. Pesa ndio itafanya mimi niweze kupata interview. Pesa ndio itafanya mimi niweze kupush ngoma zangu mtaani. Sawa. Unakuta kwamba kwenye kabati nina ngoma nyingi sana, lakini nashindwa kuzipush kwa sababu nikisema nizipush tu kama kuzipush kwa haraka nitakuwa nafanya kama napoteza. Umeona? Kwa hiyo inabidi sasa nichange, then nikishajichanga ndio nianze kama hii ngoma utulize. Sawa.
Nimejichanga nikasema ngoja niachie utulize, nikajichanga nikatoa video utulize, ambayo utulize ni ngoma almost sasa hivi ina kama mwaka kutoka nimerekodi na nikaweka ndani. Sawa. Kwa kitu kikubwa sana kinakuja kwenye pesa, na pia studio pia kuna changamoto nyingi sana. Studio pia kuna changamoto nyingi sana kwa sababu kuna studio ambayo nilikuwepo. Unajua kwamba sio wasanii waga support ni ndogo sana kupeana, hasa tukiwa naweza kusema underground, hata pia wakubwa pia kuna support ni kitu ambacho wanakichungulia sana. Kwa watu wanakuta studio inakutana na changamoto nyingi sana, aidha na producer nao wasanii ambao tuko studio support na kwa ndogo sana. Huwa inakuumiza, yaani huwa inakuumizaje pale ambapo unahitaji support maybe kwa wasanii wakubwa au wasanii wa kati au wasanii wadogo kama wewe au producer, mtu yote pale anapotaka akupe support hapo anakurudisha. Huwa inakuchukuaje? Wewe inakuumizaje? Ukweli ni kwamba inaumiza, lakini pia kitu ninachoamini kwamba kila kinachotokea kina sababu ya kutokea. Sawa. Pengine ninapohitaji support na kosa support, kuna kitu ambacho kinanimotivate mimi niongeze hustle. Sawa, ili mradi niweze kufikia pale ninapopata. Kwanza support kubwa ambayo nashukuru niko nayo ni support ya Mungu. Kwa sababu Mungu ndo anafanya, yani support kubwa ndio ipo kwake. Mpaka nimefikia hapa na maana support kubwa hizo ipo kwa Mungu. Tukiongelea kwenye masuala ya marafiki au familia, ukweli ni kwamba support ipo chini kwa normal. Tumkuta kwa sababu nje anakosa mtu support, ndani anakosa support. Yeye anamfanya kijana, hata vijana anafanya kijana anasema sasa ngoja niende tu kwa taarifa za wenzetu, familia tujitahidi sana tuunge mkono zile hasa za vijana, hasa wanapokuja kusema kwamba mimi na kitu fulani ambacho hakivunji maadili ya familia yenu au ya nchi, tuwapelee support ili kwamba wafikie malengo yao. Wako watu wakubwa, mfano na Safi TV, huyu mimi nitoka nimeanza kumfuatilia, ana kazi kubwa. Kwa hiyo support sana familia, jamii, marafiki zake. Inatakiwa sana kwamba tupushe muziki wake ufike mbali. Na mimi mtazamaji ni mtu mwelewa sana wa hapa wanakuwa wananielewa vizuri sana. Na nirudi sasa kwa upande wako, ulishawahi kufikiria kwamba muziki wangu mimi nataka hata niende kwa mtu fulani, au nikitoa hivyo kuna mtu yote ambaye alisababisha ukaanza kuimba, ulimwangalia ukamfuatilia ukajua fulani ameanza mpaka kuna mimi naweza nikaimba, ameleta hisia zako mpya za kusema kitu nifanye muziki yote hapa Tanzania au nje ya Tanzania? Mtu mmoja ambaye alinipaa nilikuwa nikisikizaga zile ngoma za lugha kama hizo. Yaani kuna muziki fulani zile pop zake zilikuwa zinanimotivate mimi kufanya muziki, na nikija nyumbani nilikuwa nikisikia nyimbo za mabrother Alikiba, Diamond Platnumz, nikisikiliza ngoma za kina Barnaba, nikisikiliza Harmonize. Yaani ni muziki ambao ulikuwa nikitani kusikiliza, kuna baadhi ya mashairi kwamba kuna kitu ambacho nakisikia umeona. Lakini tukiachilia mbali na hapo, mtu ambaye alinifanya mimi nianze kufanya muziki kwa sababu ni bro mmoja alikuwa anaitwa Busy Brown. Busy Brown alikuwa nilikuwa ni studio, mshikaji tu ambaye alikuwa anaendaga sana kwa beto kwake. Alikuwa kama bro, alikuwa sana PlayStation. So alikuwa na kompyuta yake akawa anaimba muziki. So ndio mtu ambaye naye alichangia katika mimi kufikia mpaka hapa nilipo, kwa sababu ndio yeye alikuwa ananifundisha mazoezi, jinsi anavyofanyika, ananifundisha jinsi ya kuimba, ananifundisha jinsi ya kuandika kwamba muziki unataka hivi. Ndio mtu ambaye naweza nikasema namshukuru sana mpaka hapa nilipofikia. Mwambie neno moja, yani mwambie neno kidogo hapo, anapokaa kutazama kila wenyewe mtu anapofanya jambo kwa ajili yako, sasa moyo wa shukrani. Hebu ongea jambo kidogo hapa nisikie vizuri. So brother Busy Brown, kipindi hiki niko naitwa King of Love, kitu kama hicho. Sasa hivi ndio nasake. So bro, nakuappreciate sana kwa sababu bila wewe nisingefika hapa nilipo, na wewe ndio unanifanya mimi nije muziki na kufanya muziki. So Mungu akuongezee hapo ulipopunguza, akujazie. Yaani una baya sasa. Yaani baada msekta unapendwa na mimi hapa. Una baya. Unapenda mdogo wangu hapa, yani anakuwa ukweli kwamba anakuwa kwa sababu yako. Hivi yani watu kama hizo tunawataka hivi sana. Na Mwenyezi Mungu akijalia kuna wakati tunaweza kumpa tuzo wetu.
Mungu akijali kwa sababu naye pia ni artist, so anafanya music. Okay. Ina maana kwamba Mungu akijali safari yake wepesi wewe. Okay, basi wakati mwingine bwana uje hapa na BCD Records tuone pia tuzungumze na wewe machache. Swali jingine ambalo nataka nikuulize, naweza nikasema kama inaweza kuwa ni swali la mwisho. Umefikiria kufanya collab na msanii yote hapa nyumbani? Collab na historia nyingi sana. Lakini unastaki kama ukakati fulani. Collab unajua kwamba mimi kwa mfano wewe ndio msanii sawa, underground. Sitaweza kufikiria kufanya collab na wewe kabla sijaona na mimi. Okay. Lakini collab ziko nyingi sana. Nafikiria kufanya collab na Mbosso Kani. Nafikiria kufanya collab na Barnaba. Anaimba sana mapenzi sana. Pusa, DJ Melody. Umeona ni watu ambao nafikiria sana kufanya collab na pia mabrother zetu. Na mtazamaji anatamani kukufuata. Najua pale mwanzo ulizungumzia kwa mara nyingine. Mwambie mtazamaji kwamba anakupata kupitia mtandao gani ya kijamii na anatumia jina gani kwa mara nyingine tena ili kwamba aweze kukufollow. Okay, so mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi kwenye TV yetu ya Rabi TV, so kwa kipindi chetu kinaitwa Pull Up. All digital platform. Jina ambalo tunatumia ni Nasake TV. Ikiwa na maana Instagram utanipata kwa Nasake_TV, TikTok utanipata kwa Nasake_TV, YouTube utanipata kwa Nasake TV, Facebook kwa Nasake TV, yani all digital platform jina ni Nasake TV. So kikubwa ambacho nakushauri na pia usisite kuchukua simu yako na kubonyeza ukaingia katika hizo digital platform na kusearch jina subscribe kwa kuna vitu vikubwa sana vinakuja kutoka kwa Nasake TV. Jamani, Nasake TV amesema kuna bonge la jambo linakuja. Ndio kumfuatilia kwenye Instagram, Facebook, nenda kule pia na YouTube. Andika Nasake TV utakuta kila kitu mzima utaukuta pale. Hapa hakuletea tu kwa uchache, lakini ukimfuatilia utakutana na mambo mengine mengi. Nashukuru mtazamaji kwa kuendelea kutazama Rabi TV. Asante mtazamaji wa Pull Up. Yaani bila wewe sisi hapa hatuwezi kuongea, tutaongea na nani? Sisi tunaongea na wewe. Mungu akutunze, Mungu akubariki, endelea kukaa hapo wala usitoke. Bana, hapa location Tukolande Beauty Salon. Tunapatikana kituo cha mabasi Mwenge. Ukija hapa kila kitu unachotaka kinahusu urembo utakipata hapa. Nyuma kamera yuko Moses. Yaani Moses ananingalisha kweli. Asante sana kwa hili. My name is MC Mila_China_11. Lakini pale TikTok andika Mila China 07. Kwenye Facebook andika Mila China, utakuta mzigo mzima uko pale bana. Niwatakie mfungo mwema wa Waislamu na Wakristo. Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Zaidi ya yote tusiache kutenda mema mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na mwezi huu wa Kwaresima. My name is MC Mila. Tukutane wakati mwingine, muda na wakati kama huu. Bye bye.